Hi ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Guys, history ya huyu jamaa wa Super Metro mwenye alirushwa nje na makanga kwa sababu ya kutokulipa fare, guys. Inakuwa very sad, guys. So guys, inasemekana that this guy mnaona hapa alikuwa na fare nusu. Yani alipanda Super Metro kutoka Tao kwenda nyumbani. Alikuwa na fare nusu, that alikuwa na fare ya 50 na ilipaswa kuwa alipe 80 bob. So alikuwa na 50, alikuwa amebakisha 30. Makanga wakaweza kukorobishana kwa gari that alipe hiyo 30 bob. Jamaa akasema ana hiyo 30 bob, ako tu na 50 bob. So I don't understand, walibishana ilifikaje makanga akarusha huyu jamaa nje ya gari kama gari inaenda, guys. It's a very sad story. Imagine aliweza kurushwa nje ya hiyo gari na kukanyangwa na kufa hapo hapo. Mimi nauliza kwa hiyo gari hakukuwa na mtu mwingine alikuwa na 30 bob aweze kumuongezea, ama hakukuwa tu na mtu tu anaweza tu hata angeweza kuwatoanisha aweze yani kumaliza hiyo kesi. Matatu ilikuwa imebeba watu wengi sana, au comes ilifika makanga karusha mwenzao nje aje sasa. Aki watu tumeishiwa na utu kabisa, tumeishiwa na utu. Sijui hii dunia sijui tunaelekea wapi, guys. Mwenzenu anarushwa nje ya gari, anakanyangwa na gari inaendelea mpaka. So guys, hata mimi najiuliza all that kind of questions, that how comes hakuna mwenye angemtetea kwa watu wenye walikuwa kwa hiyo Super Metro. Watu wote wenye walikuwa kwa hiyo basi, hakuna mwenye angeamka tu amtetee ama ajaribu kusolve hiyo shida yenye ilikuwa kwa hao watu wawili, makanga na huyu jamaa. Ndio ifikie au arushwe nje ya bus, guys. Hakuna tu mtu tu alikuwa na 30 bob aweze kumlipia. Hiyo kitu yote ilifanyika mpaka akarushwa nje na safari ikaendelea. Wewe ulikuwa kwa hiyo Super Metro, wewe ukafika kwako. Guys, sijui utu imetuondokea kwa sisi binadamu, atuoneani huruma. Sielewi shida iko wapi, guys, na sisi wenyewe. Huyu jamaa alikufa kwa kitu yenye hata hakuna 30 bob, 30 shillings, guys. Ni very sad. Iko ani ni kitu kingine yezieleweka. So guys, ni vizuri kuangalia ukipata watu wanabishana kwa vitu. Although siku hizi unaweza ingililia kwa shida yenye inaendelea, upate watu wanabishana na wewe ukue victim. Uingililie hapo, umia hapo, upate. Siku hizi watu wameamua ku mind their own businesses. So usiye tukienda ukipata watu wanabishana unaingilia bra 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 bra. But hii yenye ilifikia wanarushana kwa gari, mazee mwenye alimrusha angechukuliwa hatua hapo. Juu alifanya makosa sana. Haijalishi alitukanwa, haijalishi alifanywa nini, but kurusha mtu nje ya gari, agongwe na gari. Or maybe alimrusha hakuwa na intention ya kuagongwe na gari akufe. Alimrusha atoke nje ya gari na bahati mbaya akaanguka vibaya. Unajua mtu anaweza ruka kutoka kwa gari, aanguke kando akose kugogwa. Na makanga anafaa elewa ya kwamba ukiruka gari kama inatembea, badala uruke nje, unarukanga mbele ya gari na unakanyangwa. Hiyo ni kitu anafaa elewe kwa wale watu wenye wameshinda kwa gari kama makanga. So sijui hakuelewa that akirusha huyu anaweza anguka chini ya gari ipite juu yake, ama juu alianguka gari kapita na yeye akagongwa. So huyu makanga alifanya vibaya sana, na sijui shida nini imetuingililia sisi binadamu. Hatuoneani huruma, ama kitu tu kidogo. Na kitu kingine, kama kuna mtu ahurumi wangu ni mwanaume, boy child. Boy child aseme hana fare kwa gari, huyo makanga
yani makanga anaonanga ni kama alikuwa anataka kumuibia, ataki kulipa fare. Nishaikuwa kwa matatu ingine nikaona jamaa fulani, yani huyo makanga amempeleka vibaya sana, yani amembeba ni kama mwizi. Hakuwa sijui alituma pesa na haikuenda through, kwenda kuangalia kwa simu kwenda through. Sasa huyu makanga kutaka kuelewa that M-Pesa ilifail, brabra jamaa akajaribu kujieleza, huyu makanga kutaka kuelewa kabisa. Yani ilikaa ni kama huyu jamaa alikuwa anataka kumuibia, sijui wakambeba, hawakumshukisha kwa hiyo stage yenye alikuwa ashuke, walimbeba sijui walisema na driver waende wakamweke wapi. Yani si kuelewa, hawakuweza kuelewa that M-Pesa ilifail. Maybe alipata hana pesa kwa M-Pesa, ama ilifail kwa njia ingine maybe, badala wasolve hiyo issue kwa njia ile mzuri. Yani waliona huyu jamaa alikuwa anataka kuwaibia. So yani wanaume wako na boy child, wako na hali ngumu sana. Mwanaume akikosa pesa, my friend, sijui ni kama ana maisha kwa hii dunia ya saa hii, sijui maisha imekuwa aje. Juu hata aeleweki, anaonekana ana nia mbaya, ni kama mwizi, ni kama yani amekosa, maybe amekosa hana. So hakuna mtu wa kumuelewa. Na just imagine ni mwanaume mwenzake anakosa kumuelewa. Si hata mwanamke anakosa kumuelewa, ni mwanaume mwenzake anakosa kumuelewa. Anamuelewa that alikuwa anamuibia. Badala amsikize ni shida alikuwa nayo, ana fare. Hata mwanaume akisema sina, yani haonekani kama ni mtu, haonekani kama anafaa kukua kwa hii dunia. That's why hata watu wengine wanaume wanaenda kujiua. Juu sasa ukipita hapo umesema umeles fare 30 bob, unarushwa kwa gari unauliwa. Unaona? Inakuwa very bad. So guys, don't forget to subscribe to my channel. Kindly remember to subscribe, share, comment and like my videos guys. Wale hamja subscribe, make sure you subscribe before wache hii video. Finya tu hiyo button ya subscription, usubscribe na nitafurahia. God bless you all. Bye.